Creatures rumored to exist on Earth. Viumbe wa ajabu wanaodaiwa kuwepo duniani. Je, umewahi kujiuliza kama kweli binadamu ndio viumbe pekee wenye akili kubwa duniani? Je, dunia hii ina siri ngapi ambazo bado haujazigundua? Fikiria hii. Zaidi ya 80% ya bahari ya dunia haijachunguzwa kikamilifu. Misitu mikubwa kama Amazon, Kongo na Siberia bado ina maeneo ambayo binadamu hajawahi kufika. Sasa jiulize, inawezekanaje katika dunia kubwa namna hii kusiwepo na viumbe wengine wa ajabu ambao bado hawajajulikana rasmi? Kwa karne nyingi, watu kutoka kila kona ya dunia wamesimulia hadithi za viumbe wakubwa kuliko binadamu, viumbe wanaoruka angani, viumbe wanaoishi chini ya maji, viumbe wanaojificha mapangoni na misituni. Baadhi yao wamepigwa picha, baadhi wamerekodiwa kwa video, baadhi wameacha alama kubwa za miguu na baadhi wameshuhudiwa na mamia ya watu. Lakini bado science haijawahi kuthibitisha uwepo wao. Leo nitakupeleka kwenye safari ya kutisha, safari ya kushangaza na ya ajabu sana, ya kukutana na viumbe wanaodaiwa kuwepo duniani lakini hawajawahi kuthibitishwa rasmi. Hii ni simulizi ya Creatures rumored to exist on Earth. Kiumbe wa kwanza anaitwa The Unfried Monster, kiumbe wa ajabu aliyeogofya Waingereza. Fikiria uko nyumbani usiku wa manane, kila mtu amelala, giza limetanda, kimya kimetawala kila kona. Ghafla unasikia sauti nzito ya kitu kikitembea nje ya dirisha lako. Hatua zake si za binadamu, si za mnyama unayemjua. Ni nzito, polepole na za kutisha. Unapokusanya ujasiri, unachungulia dirishani, unachokiona kinakufanya damu igande kwenye mishipa. Kiumbe mrefu, mweusi, macho mekundu yanayong'aa gizani, miguu mirefu inayoruka kama kangaroo, mwili wenye umbo lisilo la kawaida. Hicho ndicho kilichowafanya wakazi wa mji wa Unfried, London waishi kwa hofu kali mwaka 1977. Leo nitakusimulia moja ya visa vya kutisha zaidi kuwahi kutokea Ulaya. Hii ni simulizi ya kweli inayotisha, inayoacha maswali mengi bila majibu. Hii ni hadithi ya The Unfried Monster. Unfried, mji tulivu kabla ya hofu. Unfried ni mji mdogo uliopo kaskazini mwa London nchini Uingereza. Ni eneo la makazi ya kawaida lenye familia nyingi, watoto wanaocheza mitaani na majirani wanaofahamiana. Kabla ya mwaka 1977, Unfried haikuwa maarufu kwa kitu chochote cha ajabu. Ilikuwa ni sehemu tulivu, salama na isiyo ya visa vya kutisha. Lakini kila kitu kilibadilika usiku mmoja wa majira ya joto, usiku ambao usingesahaulika kamwe. Tukio la kwanza kukutana na kiumbe ilikuwa ni usiku wa manane. Familia ya Boy walikuwa nyumbani kwao wakijiandaa kulala. Ghafla walisikia kelele kali kutoka nje ya nyumba. Ilikuwa kama sadi, kama kitu kizito kikigonga ardhi kwa kuruka. Bwana Boy, baba wa familia, alichukua tochi yake na kutoka nje kuangalia. Alipofika nyuma ya nyumba, aliona kitu ambacho kingebadilisha maisha yake milele. Mbele yake alisimama kiumbe mrefu, mweusi, mwenye macho mekundu yanayong'aa gizani. Miguu yake ilikuwa mirefu sana na alisimama kwa miguu miwili kama binadamu, lakini hakufanana na binadamu hata kidogo. Mwili wake ulikuwa mwembamba, kichwa chake kidogo na mikono mifupi. Ghafla kiumbe huyo akaruka kwa kasi isiyo ya kawaida, akipotelea gizani.
Bwana Boyle alisimama kwa mshangao, mwili mzima ukitetemeka. Aliingia ndani kwa hofu na kusema, kuna kitu nje, sio mtu, sio mnyama, ni kitu cha ajabu sana. Polisi wanahusika. Asubuhi yake familia ilitoa taarifa polisi. Polisi walipofika walifanya uchunguzi eneo lote la nyuma ya nyumba. Walichokiona kiliwashangaza: alama kubwa za miguu ardhini. Miguu ilikuwa na vidole vitatu vikubwa na ilionyesha wazi kwamba kiumbe huyo alikuwa akiruka, si kutembea. Alama zilikuwa kubwa kuliko za binadamu na hazikufanana na mnyama yeyote anayejulikana. Polisi walipiga picha, wakachukua vipimo na kuanza uchunguzi rasmi. Lakini hawakuwa tayari kwa kile kilichofuata. Mashuhuda wengi wanatokea. Ndani ya siku chache, watoto wakirudi shule walidai kumuona. Wazee walimuona akiruka kwenye bustani. Majirani walimsikia akipiga kelele za ajabu. Watu waliona macho mekundu yakimulika gizani. Ripoti ziliongezeka kwa kasi. Mji mzima wa Anfield ukaanza kuishi kwa hofu na taharuki. Watu waliogopa kutoka nje usiku. Watoto walikataa kulala peke yao. Milango ilifungwa mapema kuliko kawaida. Picha, video na sauti. Baadhi ya mashuhuda walifanikiwa kupiga picha, kurekodi video fupi, kurekodi sauti za ajabu. Katika rekodi hizo ilisikika sauti nzito kama mnyama mkubwa akivuta pumzi kwa nguvu, lakini picha nyingi zilikuwa hafifu kutokana na giza na hofu. Hata hivyo, wataalamu walikubaliana jambo moja: hii siyo haada ya kawaida. Nadharia za kutisha. Baada ya tukio kuenea, nadharia nyingi zilitolewa. Kangaroo aliyekimbia zoo, lakini hakuna zoo yeyote iliyoripoti mnyama kupotea. Kiumbe wa maabara. Baadhi waliamini ni kiumbe wa majaribio ya kisiri ya kiserikali, alien kutoka sayari nyingine, kwa sababu macho mekundu, kasi ya ajabu, kuruka isiyo ya kawaida, kiumbe wa ulimwengu wa roho. Wengine waliamini ni jini au pepo. Wachunguzi wa paranormal. Makundi ya wachunguzi wa mambo ya ajabu waliingia Anfield. Walifanya vipimo vya mazingira, uchunguzi wa sauti, ulinganisho wa alama za miguu. Hitimisho lao: kulikuwepo kiumbe kisichojulikana hapa, lakini asili yake bado ni siri. Kutoweka ghafla. Baada ya wiki kadhaa za hofu, Anfield Monster alitoweka ghafla. Hakuna aliyemwona tena, hakuna alama mpya, hakuna sauti, hakuna dalili, kama vile hakuwahi kuwepo kabisa. Lakini kumbukumbu ya hofu ilibaki, siri isiyo na jibu. Mpaka leo hakuna ushahidi wa kutosha kueleza alikuwa nini. Hakuna mnyama aliyefanana naye, hakuna mtu aliyewahi kumkamata. Ndiyo maana kesi hii inabaki kuwa moja ya siri kubwa za historia ya Ulaya. Je, wewe unaamini nini? Ilikuwa ni mnyama aliyepotea, kiumbe wa majaribio ya siri, mgeni kutoka sayari nyingine, au ni kiumbe wa ulimwengu wa roho? Andika maoni yako kwenye comment section. Kama unapenda simulizi za kutisha, za kweli na za siri za dunia, usisahau kulike, kusubscribe na kushare kwa simulizi kali zaidi. Mpaka wakati mwingine. Hii ilikuwa Anfield Monster, kiumbe aliyetikisa Uingereza. Like now, tukutane kwenye story inayokuja. Huyu alikuwa ni kiumbe mmoja, Anfield Monster. Ninakuletea viumbe wengi zaidi ambao hawajathibitishwa katika ulimwengu wa dunia hii. Pia usahau kunifollow kwenye ukurasa wangu wa Instagram, natumia Idris Dangerous TZ. Like now, bye bye.